Mfano hao watu tunaowaita kuwa ni wezi au watu wanaofanya matukio ya uhalifu au wanaofanya biashara ya kujiuza. Katika hali ya kawaida watu hawa huwa hawafanyi matukio nyumbani kwao au maeneo ya nyumbani au karibu kwa namna ambavyo wanatambulika. Huwa wanaenda mbali, ili ukitokea uhalifu huko wanakimbilia nyumbani kwao, wanakuwa salama. Na hata kama ikitokea wamewapata pale nyumbani kwao, wanawatetea, wanasema huyu mtu tunamuona sisi ni mtu mwema, tunaye miaka mingi hapa, hatujawahi kusikia tukio lolote akifanya, imekuwaje? Biblia inasema wana wa ulimwengu wana maarifa kuliko watu wa Mungu. Hawa katika mambo yao ya uovu wanafanya mbali na nyumbani kwao. Lakini mtu wa Mungu, wewe uliokoka, wewe uliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, wewe uliyebatizwa, unashiriki komunyo ya Ekaristi, unaiba nyumbani, unaiba mali ya baba, unaiba zaka. Ajabu iliyoje! Heri Mungu akupe neema. Unaposikia ujumbe huu ubadilike, uachane na matendo ya utu wa kale, uvae utu mpya, utu unaompendeza Mungu na wanadamu. Amina. Kumbe anatuita turudi, tuache ile roho ya kumwibia Mungu ambayo iliingia toka kipindi cha mababu kwenye ukoo huko nyuma, inaendelea kunufaika mpaka leo. Mungu wetu anasikitika na ametoa mwaliko, nirudieni wanangu. Turudi kwa namna gani? Mwanadamu atamwibia Mungu? Na ndipo hapo Mungu akaniambia kwa habari ya ujumbe wa leo, nikwambie mtu wa Mungu, usiibe mali ya baba. Sio watu wengi sana wanapenda kuambiwa ukweli, lakini ukweli ni dawa. Na Yesu anasema mtaifahamu kweli, nayo itawaweka huru. Amina. Kwa hiyo tumrudie kwa kuacha wizi. Wizi wa nini? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumeibia kwa namna gani? Tumekuibia kwa namna gani? Mwenyezi Mungu anasema, mmeniibia zaka na dhabihu. Mmemwibia zaka na dhabihu. Na mimi nakwambia leo kwa namna pekee, najikita kwenye kipengele cha zaka, nakwambia usiibe mali ya baba. Zaka ni mali ya baba. Ameiwekea mwongozo, mfumo na taratibu katika kila mtu amwaminie. Anapaswa atoe zaka kamili ili apate baraka kamili sawa sawa na mpango wa Mungu.